Na kama unakijua haujakitilia maanani. Kuna vitu viwili kwenye maisha ya mwanadamu. Kuna imani mbili. Imani ya kwanza ni imani ya moyo. Imani ya pili ni imani ya akili. Kama utaweza kuunganisha hivi vitu viwili, ombi lako utajibiwa immediately. Wakati mtume wa Mungu atasimama mahali hapo, mtume wa Mungu atasimama mahali hapa, atakapokunenea, haleluya, amen, immediately kutoka hapo unapigiwa simu. Kama ni ya simu ni saa hiyo. Kama utasikia kitu maana kueleza leo. Kama ni ya simu ni saa hiyo. Wacha mambo ati okay. Wengi umezoea kusema kwamba in the spirit of God, wait, no, sio ati nini. Where's the positive? There's no things like wait. Mtu anataka kufa alafu aseme wait. Mtu anataka kupoteza maisha hapo useme wait. Where's the positive? It is our own. Ile kitu ambacho ni cha wait, no, ni sisi wenyewe tulikuwa tunadetermine. Bwana positive. Amen. Sisi wenyewe tunadetermine. Na kitu moja nataka nikueleze ni kuhusu hizi vitu mbili. Imani ya akili na imani ya moyo. Nataka nikufundishe nikueleze namna waganga wao wanatushinda kutumia hizo vikezo viwili. Namna watu wa ushirikina wao wanatushinda kutumia hizo vitu. Namna watu wa dunia wanatushinda kutumia hizo vitu. Imani ya akili na imani ya moyo. Let me tell you this. Mimi ndio TV leo. Msiangalie nje. Msiangalie tafadhali, mimi ndio TV. Mtumishi Mungu atakaposema pia atakuwa TV. Ni yeye tu macho kwake. Hata kama uko jirani kana lala chuna yeye, mwambie amka. Shikani toka, Bwana asifiwe sifa. Sikieni kueleza hii sasa. Kila mtu ako na imani. Hata mchawi ako na imani. Hata mganga ako na imani. Bwana asifiwe sifa. Na kiaminia kwamba utapata ajali lazima upate. Na kiaminia kwamba watoka watasoma lazima watasoma. Akiaminia kwamba lazima uvunjike utavunjika. Akiamini hutoleka lazima hautoleka. Kwa sababu gani? Ako na imani. Nakueleza wewe. Na kama pia utatengeneza imani kama hiyo zaidi yake, kwa sababu unatumia Mwenyezi Mungu, utamshinda mara 100. Katika kila mwenye mtu aliye katika dunia hii huwa anajiambia kwamba ako na imani. Ndio maana kauliza kwamba nizamrishe kiti. Watumishi wa Mungu hapa hivyo ndio wameitikia wakasema hiyo ni rahisi sana. Bwana asifiwe sifa. Amen. Lakini watu wengi wakaanza kujiambia kwa akili ya kwamba unless ikuwe ni magic haiwezi. Bwana asifiwe sifa. Nataka nikueleze kitu. Katika maisha haya imani ni mbili, ya akili na ya moyo. Leo hii ama kesho yule anajiambia kwamba 2026 mwezi wa 5 tarehe 1 ndanua helicopter, ndanua chopper ina worth 120 millions. Bwana asifiwe. Unajua utaamini? Unajua imani ya roho itakubali. Ukijiambia kwamba nikisikia mwezi wa 3 ndanua helicopter ya 120 millions, imani ya moyo itakubali 100%. Itasema ni sawa. Lakini baada ya siku moja kuna mjamaa anaitwa imani ya akili anakukujia anakuambia wewe atauza mali yako yote, atauze nini yako, nyumba yako, atauze kidini ya watoto wako wote, atauze nini ya kidini ya mzee wako, uza hata kidini yako haifiki hata milioni 6. Ndio utanua helikopta ya 120 millions. Ni yenyewe nilikuwa nimeamini lakini nilikuwa nimeomba. Nilikuwa nimeamini. Already the spirit of doubt shall take over. Then your prayer is nil. Wow. No, at the time or at the point of questioning, that is doubt. And doubting is the greatest enemy to our faith. Bwana asifiwe. Amen. Mtego ambaye Mwenyezi Mungu alitupatia watu wote, iwe ni wa dunia, iwe ni wa nini, alitupatia mtego wa akili, imani ya akili. Alijua akiashiria ikuwe imani ya roho pekee ndio determinant ya mtu kufaulu, watu wote walikuwa wanapata kila ambacho wanataka. Lakini siri ni nini? Akatupa siri ambayo ni imani ya akili. Ichallenge wengi. Shukuru Mungu leo nakueleza namna ya kuwili imani ya akili. Bwana asifiwe sifa. Shukuru Mungu leo utajua namna ya kuwili imani ya akili. Ndio maana mtu wa Mungu atakaposimama hatakuwa na process ngumu. Yaani atakachonena, endapo atakuwa na uwezo wa control imani ya akili, ushindi utakuwa nayo. Hata ushindi mwingine tutatolea hapa.
Inabidi si wote tupande magari tuende huko. Haleluya. Tutende Kitale wote. Tuende mtafute mtumishi wa Mungu tumwambie uliotabiri imetimia. Kama ni nyumba, kama ni kanisa ya Bwana tumejenga, shamba tulishanunua, tushamaliza. Vyombo vimenusa hapa, vyombo tumepata. Baraka ulinena hapa, tushapata. Na mtu wa Mungu aseme amen. Kwa hivyo kaa vizuri. Hii inakuletea ndio ufunguo na ile ambayo mtumishi wa Mungu atakuwa ananena. Amen. Haleluya. Amen. Hataki mpatie kazi. Wanakuombea leo lakini kesho the same thing inarekaa. Years and years bado inakuja na kuandama. Why? Solution ni leo. Amen. Solution ni leo. Amen. Bwana asifiwe sifa. Amen. Siku zote unapoamini katika moyo, imani ya akili huwa ina rely kwa realities, kwa facts, vitu ambavyo inaona, vitu ambavyo ni viko, hiyo inatazama kwanza. Imani ya roho inaamini kwa mambo ambayo haisionekana, lakini imani ya akili inaweka mkazo kwa vitu ambavyo vinaonekana. Ndio umemwombea Mungu, saidia huyu kijana wangu aende university. Saidia mtu aende university. Sawa, umeombewa. Lakini unapokuwa peke yako na kanakuja polepole, kanakuambia wewe hata hujaipata C+, mwisho ulipata ni D+. Alafu ukapa hivi naona hapo university hakuna. Na unajiambia na yenyewe kwanza mimi chemistry ni shida sana. Mimi nikiangalia hesabu hivi kichwa na nyuma. Oh my God, unajiambia shindwe, lakini niliombewa katika jina la Yesu na mimi nitafaulu. Oh my God, ulishaua imani. Inafaa urudi tena uombewe. Kama unaenda fasting ya siku ngapi? 0. Kama uliombewa na tumisha ngapi? 0. Just because of paving a way for a spirit of doubt, it destroy everything. Anapofikisha mnara juu, itaanguka yote. Bwana asifiwe sifa. Let me tell you this. Utashangaa sana watu wa ushirikina wanafaulu katika hali ya kuteka nyara imani ya akili. Hao ufaulu sana. Kwa nini baba ufanya? Let me tell you this. Unajua ukienda kwa mganga, ni habari nimesikia sijaenda, lakini habari nimesikia. Mtu akienda kwa mganga, mganga hata si anatumia hizo mambo yake. Mganga kuna kitu moja mganga anajua kutoka kwa mwanadamu. Mganga anajua ya kwamba creation Mungu alimaliza, lakini akapeana hiyo obligation, akapeana hiyo duty kwa mwanadamu. Creation bado inaendelea. Mungu akasema nimemaliza yangu, hata nimepumzika siku ya 7, lakini wanadamu nimewapa kibali, nendeni mkaendeleze creation. Ndio maana tunazaa, creation inaendelea. Ndio maana tunaweza tengeneza ndege, creation inaendelea. Ndio maana tunaweza umba mwanadamu, creation inaendelea. Lakini shida tulinyima siri ya kuweka pumzi. So na kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea. Ndio maana ukienda hata kwa mitandao utashangaa mtu anakuja na kitu cha ajabu, kitu kama hii lakini inaongea peke yake bila hata kutoa sauti. Mtu anatengeneza hata hii kiboi inaweza kutembea, kiboi inatembea. Don't think that ni creation inaendelea. Na Mungu aliachilia nguvu kwa mwanadamu yeyote, au wa Kristo au Muislamu au Mhindu au wa dunia, wote walipewa hiyo uwezo wa kuendeleza creation. Au kusema kwamba Kristo ndio ataendeleza creation, no. Bwana asifiwe sifa. So kitu moja ambacho nafaa ujue kuanzia leo ni ya kwamba wewe uko na nguvu ya kucreate. Na ukiamua sikia hapa. Mbona mnaamini ya kwamba ukikosea babu ama mtu mkubwa anaweza kulani, ama mzazi wako anaweza kulani kabisa? Mbona? Na kweli mkiangalia kuna watu wengine wazimu, wengine vitu vimeenda kwa sababu ya laana za watu. Mbona mkaamini ya kwamba laana ziko na nguvu? Hata hivi siku nyingine mnaona hata wamekuwa wazimu, wanakuta makaratasi, mnasema ya kwamba huyo alirogwa. Mbona mnaamini kwa urogi iko na nguvu? Na mbona msiamini kuwa the same method inatumia kuroga baraka zinaingia? Bwana apewe sifa. Mganga ni wewe kuweza kwa mtu akienda kwa mganga anajua hilo.
ya kuwa mwanadamu mwenyewe anaweza umba, anaweza bomoa, anaweza jenga, anaweza haribu. Mwanadamu mwenyewe anajua. Ndio maana mara nyingi unaambiwa na watumishi wa Mungu, chunga sana kile ambacho unajitamkia, kitaathiri maisha yako. Huwa haujui kwa nini wanasema hivyo. Wanasema hivyo kwa sababu wanajua creation bado inaendelea, na wewe unaweza umba. Bwana asifiwe sifa. So ukipata kile kwa mganga, kile ambacho mganga anafanya, anachukua kitu kama tuseme manyoya ya ng'ombe, manyoya ya kuku. Anaombea gusa hii manyoya ya ng'ombe, gusa hii manyoya ya ng'ombe.